msichoke kutenda mema. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya 4 ya Kwaresma mwaka A. Dominika hii ya 4 ya Kwaresma inajulikana pia kama Dominika ya furaha. Ingawa Kwaresma ni kipindi cha mfungo, toba na sala, Jumapili hii inatukumbusha kwamba Pasaka inakuja. Jumapili hii inatoa hamasa kwa kanisa kuendelea na kipindi cha Kwaresma katika hali ya furaha na matumaini makubwa. Leo pia huadhimishwa takaso la pili kuelekea ubatizo kwa ajili ya wakatekumeni ambao katika kesha la Pasaka watapokea sakramenti za kuwaingiza katika Ukristo. Ujumbe wa masomo ya leo ni wito wa kutoka gizani na kuenenda katika mwanga kwa msaada wa Mungu. Tunaposema kutoka gizani, giza hapa linamaanisha maisha ya dhambi na mitazamo ya kiimani kwa viumbe badala ya Muumba. Kuingia katika mwanga ni kuishi kulingana na neno la Mungu, kwani mzaburi anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Rejea Zaburi ya 119 mstari wa 105. Kuingia katika mwanga pia kunamaanisha kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo, kwani katika Injili ya leo anajitambulisha mwenyewe kuwa ni nuru ya ulimwengu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya 16 mstari wa kwanza B, mstari wa 6 hadi wa 7 na mstari wa 10 hadi wa 13 A. Tusikilize somo. Bwana akamwambia Samueli, ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Ikawa walipokuja, Samueli alimtazama Eliabu akasema, yakini Masia wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na Roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso, sura ya 5 mstari wa 8 hadi wa 14. Zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mkihakiki ni nini mpendezayo Bwana, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili ni Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 41. Tusikilize somo fupi.
Yesu alipokuwa akipita, alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Akatema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Basi jirani zake na wale waliomwona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi? Akasema, mimi sijui. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo, nayo ilikuwa Sabato. Mafarisayo wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake kwa vile alivyokufumbua macho? Akasema, ni nabii. Basi wakamuita yule kipofu kwa mara ya pili, wakamwambia, mpe Mungu utukufu. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Basi yule mtu akajibu, kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui. Najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana, nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu, masomo yote ya Dominika ya leo yanaongelea kutoka kwenye giza na kuingia katika mwanga kwa msaada wa Mungu kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatueleza kwamba yeyote ambaye hajaupokea mwanga au aishi katika mwanga wa Mungu, huyo huona mambo na kuyahukumu katika macho ya kibinadamu. Aidha, mtu huyo hata kama anajiona anaona, kiukweli haoni kabisa, tena ni kipofu. Katika somo la kwanza tumeona jinsi ambavyo Samueli alivyotaka kufanya maamuzi kwa kipimo cha macho ya kibinadamu, kwa kudhani kuwa Eliabu ndiye chaguo la Mungu kwa nafasi ya ufalme wa Israeli. Samueli anafikia machaguo hayo kwa kutumia vipimo vya kibinadamu kama uzuri wa sura na urefu. Ndipo Mungu anamwangazia Samueli kutambua kuwa machaguo yake si sahihi. Mungu anamwambia Samueli, usiangalie uso wala urefu, maana Mungu huangalia tofauti na wanadamu. Yeye hutazama moyo na siyo sura ya nje. Ndugu zangu, Samueli hapa anawakilisha wengi wetu ambao hupanga, kuchagua na kutekeleza mambo kwa mitazamo ya kibinadamu, mitazamo ya nje tu, bila kumshirikisha Mungu. Kwa kufanya hivyo, tunajikuta maamuzi yetu yanajaa upendeleo, uonevu, ukosefu wa haki, uongo na ukandamizaji, kwani maamuzi hayo yanakuwa hayajaangaziwa na mwanga wa Mungu. Kumbe tunaalikwa katika somo la kwanza leo hii kwamba tuhakikishe katika chochote tunachokiamua na kukitenda kiangaziwe na mwanga wa Mungu. Na tunaweza kufanya hivyo
kwa kuyaweka maamuzi na matendo yetu katika sala, kwani kwa kufanya hivyo tunamkaribisha Mungu kuziangazia akili zetu ziweze kufanya maamuzi sahihi na kutenda kwa usahihi. Fundisho la pili tunalojifunza leo hii, ndugu zangu, ni jinsi ya kuufikia mwanga wa Mungu. Katika somo la kwanza tumeona umuhimu wa msaada wa uangazo kutoka kwa Mungu katika maamuzi na utendaji wetu. Somo la Injili linatueleza jinsi ya kuufikia mwanga huo. Kwanza kabisa ni kwa kumtambua Bwana wetu Yesu Kristo kama ndiye nuru au mwanga wetu. Kwani katika Injili ya leo amejitambulisha mwenyewe kama nuru ya ulimwengu. Yesu hakutoa tu madai hewa ya kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu, bali alionyesha kwa vitendo, kwa kumtia nuru kipofu aliyekuwa gizani kwa kutoona, yaani kipofu tangu kuzaliwa. Huu ni mwaliko kwetu kumkiri Kristo kama nuru ya kweli ya ulimwengu, na kwamba hatuna nuru nyingine tena popote pale. Jambo la pili, tunaweza kuupata au kufikia mwanga kwa kuzifanya kazi za Mungu mapema, tukiwa na nguvu kabla ya nyakati ambapo hatutaweza. Hiyo ndio maana halisi ya maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya leo, anayesema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Hivyo ndugu zangu, pale tunapopewa majukumu ya kikanisa au pale tunapoweza kutenda matendo mema kwa ajili ya Mungu, tufanye hivyo kwa moyo wote, kwa wepesi na kwa haraka, kwani wakati ndio sasa, na kwamba tukifanya hivyo tunaukaribisha mwanga wa Kristo ndani mwetu. Fundisho la tatu, ndugu zangu, ni tufanye nini basi kulishinda giza? Ndugu zangu, ujumbe wa Dominika ya leo unahitimishwa na ujumbe wa somo la pili, ambapo Mtume Paulo anawaandikia Wakristo wa kanisa la Efeso akiwaelekeza mambo matatu ya kufanya ili kulishinda giza. Kwanza kabisa ni kujitambua. Paulo anawataka Wakristo wa kanisa la Efeso kujitambua kwamba wanapaswa kuwa nuru kuangazia watu wengine kiimani. Pili, kulingana na Paulo, wakitaka kulishinda giza, basi watende matendo yampendezayo Bwana, yaani watende kwa wema, watende kwa haki na watende kwa ukweli. Ndugu zangu, ikiwa kila mmoja wetu atatenda kwa wema, haki na ukweli, basi dunia yetu itajaa mwanga na giza la maovu litakimbia. Ndipo dunia itakuwa sehemu salama ya kuishi. Jambo la tatu, Paulo anawaambia wakemee matendo ya giza, kwani kutokemea kuna sababisha maovu kuenea. Ndugu zangu, giza au uovu unaongezeka duniani kwa sababu uwezo wa kukemea maovu umepungua sana. Hali hii imesababishwa na mambo ya upendeleo, kulindana na rushwa au hongo. Mambo hayo huziba midomo ya watu wasiweze tena kukemea maovu. Matokeo yake ni kuongezeka kwa uovu duniani. Hivyo leo tunaitwa kujiepusha na mambo hayo na badala yake kulinda heshima na utu wetu ili tuweze kuwa na nguvu ya kukemea maovu. Katika kipindi hichi cha Kwaresma, tumwombe sana Mungu neema ya kumtambua Bwana wetu Yesu Kristo kama nuru ya ulimwengu, kulitambua neno la Mungu kama taa ya miguu na mwanga wa njia zetu. Pia atujalie neema ya kutenda kwa macho ya kimungu, atujalie kuzitenda kazi zake vizuri, kujitambua kama wana wa nuru, kuenenda katika ukweli, haki na wema, na kuwa na ujasiri wa kukemea maovu. Tafakari na Padri Faustin Herman Emil CSSP. Msichoke kutenda mema.